aweze kufaidika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, aweze kukusanya machache kutokana na ulum ya sharia, aweze kujiongeza katika mambo yake ya dini, aweze kujisukuma katika mustawa yake ya ilmu. Kwa hiyo ndugu zangu, tumependelea inshallah taala tuweze kukumbushana machache kutokana na fiqhi, hasa mambo yanayohusiana na sala. Ilikuwa ni haki sala ielezwe hata nje ya Ramadhani, lakini kuwapata watu kwa wingi waweza kuwaeleza ni ngumu nje ya Ramadhani. Lakini Mola amejalia mwezi wa baraka, mwezi ambao kwamba hata yule mwenye maisha yake ni ngumu Mungu anampatia utulivu, hata yule mwenye shida Mungu anampatia sakina, anaweza kukaa kusikiza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa waamini ni lazima endapo watawapata waamini wenzao waweze kuwakumbusha. Kwa hiyo swala ina mwanzo na swala ina mwisho. Swala ina shurut, swala ina arkan, swala ina ab'ad, swala ina sunan, swala ina hayat, swala ina makruhat, swala ina mubtilat. Zote zatakiwa kuelezwa Waislamu. Swala si mtu kusimama na kuinama na kukaa na kuondoka. Swala ina shina lake, yatakiwa kila muumini aelewe katika Uislamu. Mtu ambao kwamba yaruhusiwa kuswali kwa kutojua ni watu wawili peke yake. Ni mtu ambao kwamba amesilimu karibuni na yule ambao kwamba ameleleka mbali na wajuzi, mbali na ulama. Hao wawili peke yao ndio sharia inawaruhusu waswali kwa kutojua, kwa kubahatisha. Yule aliyesilimu sharia inampatia kwa uchache miezi 6 ajiandae. Ndani ya miezi 6 atakiwa awe amejua zile wajibati, mambo ya lazima katika Uislamu. Kuswali ni vipi, kufunga ni vipi, kutoa zaka ni vipi, zote zile wajibati za dini. Kwa hiyo ni lazima tukumbushane, hata kama hatuwezi kuingizana class, lakini tukumbushane kwa uchache. Tukisema swala ina shurut, katika sharti ya sala ni wudhu. Yani mtu hawezi kuswali mpaka atawadhi. Na wudhu vile vile ina shurut, ina arkan au furu', ina sunan, ina makruhat, ina mubtilat. Yani tukiweza kueleza wudhu kwa maana ya wudhu ni darasa ya siku 5 mpaka 6. Tukieleza wudhu kwa maana ya wudhu pole pole ni darasa ya siku 5 mpaka 6, ili watu wafahamu kwamba wudhu si kwenda pale tu na kujipaka maji au kujiogesha au kujikunawa. Na nikisema hivi sisemi kwa kukejeli, nasema kwa ukweli kwamba watu wengi wanaelewa Uislamu kwa juu. Ndio utaona ile natija ya Uislamu wanaoipata ni wachache sana, kwa sababu wengi wanaishi na Uislamu kwa juu. Hawapati ile cream, haipati ile uzito, haipati ile ukweli, haipati ile hakika ya Uislamu. Hakika ya Uislamu lao ukaipata, basi misikiti sahihi haingepungua. Darsa hii ya leo hawangebaki watu 10 au 20. Hakika hakuna. Twaenda ni upepo, twaenda ni bendera, twaenda tunaona, twaenda tuwaiga, twaenda Allah yastur sha'ala. Kwa hiyo wudhu ina shurut, wudhu ina furud, wudhu ina mubtilat, wudhu ina makruhat.
Kwa hiyo inshallah taala tutaanza na shurutul wudu. Sharti ya wudu. Sharti ya wudu ya kwanza, lazima mtu awe Muislamu. Yani kule kujipaka maji pale haikubaliwi kwa maana ya sala, kuswali au mambo yote ambayo kwamba yatakiwa mtu afanye akiwa na wudu, ila awe ni Muislamu. Kule kutawadha hauwezi kubaliwa wudu wako, lazima uwe uko na kitu inaitwa Uislamu. Uislamu ni nini? Uislamu ni kukubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja peke yake na Muhammad ni mtume wake. Watamyiz, tamyiz ni nini? Aql. Lazima uwe na akili. Maanake asiwe mlevi, asiwe wazimu, asiwe akili yake imebadilika kwa namna yoyote, au anajielewa vizuri pale anapotawadha. Ikiwa ni wazimu hakubaliwi, kwa sababu sharia haimlazimu yeye kufanya chochote katika sharia. Yani mtu wazimu sharia haimlazimu na chochote. Yeye swala si lazima kwake, kufunga si lazima kwake, yeye ni kama wanyama. Ndio maana lazima mtu awe na akili ili awe na ule uzito wa kulazimika kuswali. Sharti ya tatu, wanaqa'u anil haid wa nifas, kuepuka au kusafika au kutokuwa na haid na nifas. Na hii masala ni ya wanawake, yani kwa mwanamke akiwa anataka kutawadha asiwe na haid au asiwe na nifas. Haid ni nini? Haid ni ada yake ya kila mwezi. Nifas ni ile damu ya baada ya kuzaa. Zote mbili asiwe nazo. Sharti ya nne, wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-bashara. Hii nukta ni muhimu sana, na isiwe na kitu juu ya ngozi yake, kitu hicho kinazuia maji kufika kwa kiwiliwili au kufika kwa ngozi au kufika kwa kiungo. Kwa hiyo pale unapotawadha hakikisha mwili wako iko kavu, mwili wako haijavikwa, haijawekewa chochote ambacho kwamba kinazuia kufika kwa maji. Endapo kwenye mkono au kwenye uso kuna kitu umeiwekea na kitu kile kinazuia maji kufika kwa kiungo, maji kufika kwa ngozi, udhu wako haifai. Kwa sababu katika udhu sharti yake ni maji yafike kwenye ngozi. Ndio maana ni sunna, hata ni wajib katika tayammum kuizungusha pete pale unapotawadha, kwa sababu hapa chini kama pete imekubana ni lazima yapate maji. Kama maji yanaingia ni sunna uizungushe, kama maji hayaingii lazima uitoe, ili maji yatapakae kila sehemu. Kama una chochote umekivaa kimekubana kinazuia maji kufika pale ilipolalia, lazima uitoe au uizungushe yapate maji kuingia chini. Kwa hiyo mwili mzima umetawadha, lakini pale ikakosa, udhu wako batil, sala yako batil. Kwa hiyo mtu amevaa kitu kimembana, imemzuia miezi 6, na yeye yajua kisheria kwamba ni kosa, anajua kwamba ni kosa, lazima maji yanifikie, kisha asifanye, udhu wake ni batil, sala yake ni batil. Hata kama ataswali mwaka mzima lazima sala zote azilipe. Sharti ya tano, walilmu bifardhiyatihi, lazima aujue ufaradhi wake. Nikisema hivi namaanisha katika vile viungo vya kuoshwa, sio kila kiungo ni lazima kuoshwa. Kuna viungo ni sunna kuoshwa na kuna viungo lazima kuoshwa. Kwa hiyo wakati unapotawadha lazima lazima utawadhe kama lazima, na ile ya sunna lazima utawadhe kama sunna. Na hii sitoendelea
nataka nikimaliza darsa niulize waumini wenzangu vile viungo vya lazima ni gani, ili tuliokaa hapa kama kuna watu au hatuelewi itabidi nieleze vile viungo vya lazima, ili kesho tukienda kutawadha, ile magharibi tukienda kutawadha tujue vile viungo vya lazima ni gani. Wal ilmu bi fardiyatihi, lazima uoshe vile viungo vya wajib kwa nia ya wajib, kwa nia ya faradhi. Naosha mkono kwa faradhi, naosha kingo kadhaa kwa sunna. Ili kuelewa sunna na faradhi faida yake ni nini? Faida yake ni pale ambapo kwamba hauna maji, pale ambapo kwamba maji yako ni machache, ndio itakusaidia. Wacha baada kwamba ni wajibu, wacha baada kwamba udhu wako lazima utawadhe kwa maana ya faradhi ndio kubaliwe. Wacha hiyo, ni lazima kile kiungo ambapo kwamba ni lazima ioshwe na itapakae mpaka wake. Kila kiungo ina mpaka, lazima ioshwe. Ya 7 au ya 6, wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunna, asitakidi faradhi katika faradhi ya udhu kwa maana ya sunna. Yani kile kiungo ambacho kwamba chatakiwa uoshe kwa nia ya faradhi, usioshe kwa nia ya sunna. Tujalie mkono ni faradhi kuoshwa, wewe ukaiosha, lakini kwa mawazo yako ni sunna, si lazima. Kwa mawazo yako ile udhu ya mkono haijaingia, haijakubaliwa, kwa sababu wewe umeiosha kwa maana ya sunna, sio kwa maana ya faradhi. Ndio lazima upambanue baina ya vile viungo vya lazima kuoshwa na vile ambavyo kwamba si lazima kuoshwa. Wal ma'a at-tahur, ya 7, maji yawe tahara. Sio kila maji yanafaa kutumika katika udhu. Na hapa ilikuwa tufungue mlango kueleza umma maji yapi ambao kwamba mwanadamu anaruhusiwa kutawadha nao. Maji ya bahari, maji ya mto, maji ya mvua, maji ya kisima, zote. Lakini lazima iwe tahara, lazima maji yawe tahara unapotawadha. Na katika hii nukta ni muhimu sana watu wawe macho, kwa sababu sisi tuishi na watu wasiokuwa Waislamu, tuishi na watu wasiokuwa Waislamu. Na nikisema hivi sio kwamba nimewadharau wao, kuna vitu wanavitumia kwao ni sawa na kwako ni kosa. Mfano, mtu anatumia nguruwe kama chakula, kwake ni sawa kwa sababu dini yake haimlazimu kuacha. Wewe waishi naye jirani, jagi yake yeye ameitumia na supu yake mwenyewe ya nguruwe, hakuiosha mara 7, ameosha lakini sio mara 7, kwa sababu hata kama chafu utaondoka katika nguruwe lazima iwe imeoshwa mara 7. Sasa hajaosha mara 7, yeye ameosha kama yake tu, ametumia, ameacha pale kwa mfereji. Ukija maji ya mfereji yamekatika, ukachukua kile jagi ukachukua kwenye kidundu ukatia ukatawadha, yale maji ni najisi kwa sababu umetumia chombo ni mutanajis. Ukiacha unanidharau, unanitenga. Sikutengi, wewe ndugu yangu, sababu pengine tumezile pamoja, sababu wengine ni familia sasa. Lakini dini yangu hainiruhusu, lazima kuwe na uwazi. Kuna ruhusa ya dini, ruhusa ya dini. Ruhusa ya dini si kudharau, si kutenga mtu, si kumkejeli mtu, si kumweka kando mtu. La, dini yangu hainiruhusu na lazima nifuate. Ikiwa utafumbwa macho, utastiri watu, wao utaweza kwamba dini yangu, utakuja kuswali miaka 10 na udhu wako wote ni batil na sala yako ni batil. Labda uwe utakuja kutawadha msikitini. Wa izalatu najasa al-ainiyya, na kuondoa najisi. Ikiwa mwili wako una najisi, lazima uondoe najisi ndio utawadha, kwa sababu hata ukitawadha kama una najisi tabaki,
bado wewe ufanye kuswali, bado ufanye kuswali, lazima najisi kwanza yaondoke ndio utawala. Nyingine, wa alla yakuna ala al-udhwi ma yughayyiru al-maa, isiyo juu ya kiungo chako cha udhu kitu ambacho kwamba kinabadilisha maji. Mfano kuna kitu umejiwekea ukitawadha, kama wino ile nyingi umejimagia, kabla ya kuosha, kabla ya kuitoa ukawatawadha, hata kama wino haizuii maji kupita, iko nyepesi, lakini inabadilisha ile maji. Yale maji yakishuka, yanashuka ni green kulingana na wino, au ni blue au ni nyeusi kulingana na rangi ya wino ambao umeiwekea. Ile itakuwa ni kosa, kwa sababu sheria inatakiwa maji yakishuka yashuke na uchafu ya majasho, sio kitu ambacho umejiwekea. Wazi? Wajari al-ma'i ala al-wudhu. Sharti nyingine ni kuoshwa kiungo, sio kupaka. Kuna watu hasa wakitawada na vidundu au jagi, itakuwa wanapaka tu, hawaogi. Jari al-ma', atakiwa maji yawe mengi yanapita kwenye kiungo, yani osha, usipake. Udhu ni kuosha kiungo, sio kupaka maji kiungo. Sio maji kidogo hivi kisha ndo unapaka paka, la. Ni maji kidogo mengi yanaweza kushuka, ishuke na uchafu, iingie vizuri, kwa sababu yale maji yakiingia kwa viungo ndio afya, ndio siha. Maji ya udhu baada ya kutenia tu, ile nia ya udhu tu kishatia, yanakuwa na baraka. Ndio ulama wengine sema bal yanashuka na madhambi. Kwa hiyo kile unapofanya wingi ni mzuri, sio wingi wa israfu, wingi tu maji size ambayo kwamba yanatembea na kushuka na majasho. Walmuwalatu bainahuma lidaim alhadath. Ya kumalizia hii nukta, ilikuwa hata haitihusu yetu ni 8, tumemaliza. Yetu awe Muislamu, ya kwanza, awe na akili, ya pili, ya tatu kama mwanamke asiwe na haidh wala nifas, ya 4 usiwe na kitu ambacho kwamba kinazuia maji kufika kwenye kiungo, ya 5 lazima utie nia kwamba ni faradhi pale unapoiosha, ya 6 usioshe kiungo kwa nia ya sunna, ya 7 maji yawe tahara, ya 8 kuondoa najisi. Imeisha hiyo. Ya 9 ama kwamba sio yetu, ni yetu. Mara ngapi hiyo? Ni yetu, sio yetu. Ni yetu kwa wale ambao watakuja kupatwa na hii hali, sio yetu. Alhamdulillah, sote sio wagonjwa. Daim alhadath ni mwenye kisonono, na visonono iko sampuli nyingi. Kuna mtu ana kisonono cha mkojo, hana break, mkojo wake yanamtoka tu, hana break. Mwingine ana kisonono cha nguvu ya kiume, mani yake yanamtoka tu. Mwingine ana kisonono cha madhi, mwingine ana kisonono cha damu, anatoka na damu tu. Kila mmoja na ile yake, magonjwa yakipata mtu huyu, udhu wake lazima aongeze sharti 2, dukhul waqt na muwalat. Hafai kutawadha nje ya wakati. Yani mfano sisi tumesali asr, tukiwa tuna udhu, twafaa kuswali na udhu hii na maghrib kama hajavunjika, na isha. Kama umeamua ni qiyamul layl, kulala hata fajr, hujaenda choo kabisa mpaka kesho, hata siku 10, bora tusijaenda choo, haikuvunjika. Lakini mtu ambaye kwamba ana kisonono, kila sala ikifika lazima atawadhe, na lazima tawadhe baada ya wakati kuingia, na akimaliza wakati kuingia, akianza kutawadha lazima afanye muwalat. Muwalat ni nini? Muwalat ni kufatanisha hapo kwa hapo. Baada ya mkono asisimame hata nukta moja,
aoshe kichwa, yani mpaka mwisho. Akimaliza kutawadha hafai kushughulika na chochote, aingie swala tu. Kwa hiyo yeye aanze kutawadha ikawa dakika moja, kukitimia kwa dakika moja ndio aanze kutawadha. Akimaliza kutawadha, kama swali jamaa, akiingia msikitini watu washafunga mkono. Kwa akiingia tu amekaa dakika 2, swala imekimiwa, mkojo unaweza kumtoka, tunamwambia nenda, badilisha nguo, osha mkojo, vaa nguo tena nyingine, tawadha upya ndio uje. Ona amesumbuka sana. Lakini akija akaingia dhuru kwa swala, udhu wake sahihi, swala yake sahihi, na ile mkojo iliyotoka kidogo ndani ya swala anasamehewa, maadhur. Lakini akikaa kidogo tu kabla ya kufunga swala, tunamwambia rudia tena mwanzo. Kwa hiyo inshallah taala sharti ya udhu ni 10 kwa 8, 10 kwa 8, 8 sote. 10 anaongezewa wale ambao kama wenye visonono, ambao kwamba lazima kuingia kwa wakati na lazima afuatanishe. Wallahu rasuluhu a'lam bisawab. Naomba kuuliza kwa watu wa msikiti huu